mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikiria. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Akamwita mtoto Ikabodi, akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mmewe. Naam, akasema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Mungu analibariki tunapolifungua na kuisoma neno lake, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amezidi kuwa mwema katika maisha yetu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa akitupigania na kutujalia afya njema. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuleta tena katika ibada ya siku ya leo. Na hivyo nipende kuwashukuru wote mliofika katika ibada ya leo. Mungu aweze kuwabariki sana. Nipende kumshukuru na kuwashukuru wazee wa kanisa. Mungu aweze kuwabariki sana. Nipende kumshukuru Jeremia mpiga kinanda na fundi mitambo wote. Mungu azidi kuwabariki sana. Nipende kumshukuru meneja wangu Rehema wa Mswete Gospel TV kwa kuendelea kutufanya tuzidi kuonekana live mtandaoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama una smart, ingia mtandaoni, andika Mswete Gospel TV, utayapata masomo yote ambayo tumekuwa tukiendesha mahali hapa. Kwa hiyo ukiwa unahitaji saa fulani uweze kurudia mahali fulani, nilienda speed, unaingia kwenye channel hiyo na unayapata masomo. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Baada ya Samueli kuzaliwa na kupelekwa hekaluni, na huyu Samueli siku zikazidi kuendelea, miezi ikazidi kusonga, miaka ikazidi kusonga, na Samueli akafikia hatua ya kwanza kuongea, akafikia hatua ya kwanza kutembea. Na hapa ninaposoma Biblia anasema Eli ambaye alikuwa ni kuhani tayari alikuwa amekwisha kuwa mzee, na macho yake yalikuwa yameshaanza kuona uhafifu. Kwa hiyo huyu Eli akawa na watoto wawili, mtoto mmoja akiitwa Phineas na mtoto mmoja aliyeandikwa, unaweza kupitia ile sura ile ya 3. Sasa hawa watoto wa Eli, Biblia inasema walienenda tofauti na vile Mungu ambavyo alitaka waenende. Waliweza kuzivunja sheria za Mungu. Walivunja sheria gani? Hawa watoto wa Eli waliweza kula vitu au nyama zile ambazo zilipaswa zisiliwe. Hawa watoto wa Eli waliweza kulala na mashemasi na wale waliokuwa wakifanya kazi hekaluni. Kwa hiyo wakija wao wanawabaka. Kumbe kuna saa shetani anafanya muujiza wa kishamba hata maeneo ya kanisa. Watu wanakuja kufanya usafi, tunasema nizamu. Wanakuja mwanamume na mwanamke, lakini sio kanisa hili, hata hivyo hawezi kufanya vitu vya namna hiyo. Wanamwambia kabla ya kufanya usafi au tukishamaliza usafi, twende tukafanye sala ya maombezi. Wanaenda kufanya maombi. Kwa hiyo ndivyo walivyokuwa hawa watoto wa Eli, wakawa wanafanya vitu vya hovyo. Sasa Samueli wakati wa usiku akiwa amelala, akasikia sauti ikimwita, na mara ya kwanza aliposikia alizani ni sauti ya Eli. Fundi mitambo, Bwana Yesu asifiwe. Alisikia sauti ya huyu Eli. Roho ya nabii inasema kwamba katika kitabu kile cha wazee na manabii anasema alizani Eli ndiye aliyemwita, na kumbe sio Eli, na akatoka akaenda kumsikiliza. Alipoenda kumsikiliza, Eli akasema ya kwamba mimi sijakuita, uende ukalale tena.
Samueli anaenda na lala, lakini anaisikia tena sauti ikimwita Samueli. Akaondoka tena akaenda akasema, nimekuja, nimeitika wito wako. Anasema sijakuita. Na time hii anasema ya kwamba anafunguliwa macho huyu Eli, akagundua ya kwamba huenda kuna jambo, huenda ni Mungu ambaye anazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, utakapoenda tena, sauti itakapokuita, sema ya kwamba nena nami, kwa maana mtumishi wako ninasikia. Haleluya. Ni mitambo samani nangu nisetie, ninatumia nguvu sana, nitakauka sauti kabla hata nyuma kuishi. Nena, kwa maana mtumishi wako ninasikia. Haleluya. Yes, thank you. Sauti ikamwita tena. Samueli akasema, nipo hapa mtumishi wako, naweza ukanena. Anasema, nimeyasikia maovu ya watoto wa Eli, na sasa ninaenda kufanya kitu ambacho kitamfanya Mwisraeli yeyote atakayesikia masikio yake yatamwasha, maana maovu yamezidi. Ni kweli wanalala ndani ya hekalu na mashemasi, ni kweli wanakula vitu vitakatifu vile ambavyo hawatakiwa wasile, wao wanakula. Ni jinsi gani wananifanyia makufuru mimi, Mungu wa mbinguni? Kuna kitu naenda kukifanya ambacho kila atakayesikia masikio yake yatamwasha. Kuna nyakati ambazo Mungu amekuwa akizungumza nasi kwa sauti ya upole, lakini huenda tumekuwa hatuko tayari kusikia neno la Mungu. Lakini anasema zipo nyakati ambazo zitafikia kikomo, kitu atakachokifanya kila atakayesikia atashangaa. Maovu yalizidi katika taifa la Israeli, na roho ya unabii inasema ya kwamba maovu jinsi yalivyokuwa yamezidi, hata wale wapagani waliokuwa sio wa Israeli, wale ambao walikuwa wanaabudu masanamu, wakaanza kujihisi ni kama ni watakatifu. Yaani kwa kutenda kwao wa Israeli, dhambi zilipozidi kuenea, hata wa mataifa walidhani ya kwamba kumbe wao ni watakatifu, wakaanza kujiona wako sahihi. Mpendwa, sisi Waadventista wa Sabato na Wakristo wote ambao unanisikia kupitia Mswete Gospel TV na wale mlioko hapa Wanamanga, kuna nyakati tutatenda dhambi ambazo hata watu wa nje wataogopa, hata watu wa nje watafikia hatua kushangaa, na ndipo watadhani, mbona hata sisi, huenda sisi ni watakatifu, mbona hata sisi watu wa nje, mbona kana kwamba sio wadhambi? Maana hawa ambao wanajiita ni watoto wa Mungu, dhambi wanazozifanya zimepita mipaka. Sauti ya Mungu inakuja kukuambia ya kwamba acha, maana ghadhabu inakuja mbele. Sasa sikia, Roho wa Mungu akaanza kuwaacha taratibu, na katika kuwaacha akaacha kusema, maana alikuwa anaongea kupitia makuhani. Kwa hiyo kuhani alikuwa anapokea taarifa kutoka kwa Mungu, na anapopokea hiyo taarifa alikuwa anawapatia wana wa Israeli, maana wanapohitaji kwenda kupigana vita, walikuwa wanahitaji kumwambia Mungu na kumuuliza Mungu, je, twende? Katika wakati huu sauti ya Mungu ikawa imetulia, hakuna sehemu yoyote ambayo wanahitaji kumuuliza. Wakawa wanaenda kama wakavu, wakawa wanaenda pasipo kuelewa njia ambayo wanatakiwa kuipita. Na wakati huu vita kali inapiganwa, tunaona wana wa Israeli wanasimama katika uwanja wa vita, wanakutana na hao Wafilisti ambao walikuwa ni wapagani kwa ajili ya kupigana vita. Wanaposimama pale, vita kali inapiganwa, na wanapoanza kupigana, Biblia inaniambia kwamba Waisraeli waliweza kupigwa vibaya, ikafikia hatua wakaamua kukimbia, maana vita ilikuwa ni kali. Kuna
na shetani na kuamua kukimbia. Bado hamjanielewa. Kuna nyakati ambazo tutapigwa, tutaanza kukimbilia kwenda kwa waganga wa kienyeji, maana sauti ya Mungu ambayo inasema ndani yetu imetulia, na hivyo hatuna tumaini lingine na msaada wowote, tunaamua kukimbilia kwa waganga wa kienyeji. Nasema Roho Mtakatifu kiongozi, amini, utushike mkono tulio wasafiri. Kama hautaruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi ndani ya moyo wako, hautaruhusu Roho Mtakatifu akuongoze katika maisha yako, rafiki yangu, nataka nikwambie, tumaini na imani uliyokuwa ndani yako inaanza kupotea. Sasa vita kali inapiganwa, na Biblia inaniambia wanajeshi 4,000 waliweza kuteketea na kufariki, na wanajeshi wengine wakaamua kukimbia hemani. Baadaye wanapoanza kutafuta shida ni nini, maana haijawa utaratibu wetu, haijawa kawaida kwa taifa la Mungu kuweza kupigwa, wakaanza kutafuta suluhisho ni nini, na ndipo baadaye wakakumbuka kumbe siku hiyo walikuwa wamesahau sanduku la agano la Bwana, wakawa wameliacha, wameenda kama walivyo. Mpendwa, nataka nikwambie, huenda umekuwa ni mtakatifu, lakini pale sauti ya Mungu inapoacha kusema ndani yako, utaacha kubeba vitakatifu, utakuja kanisani kama ulivyo. Huenda ulikuwa unabeba Biblia na kitabu cha nyimbo, na sasa Roho Mtakatifu ameanza kukuacha katika maisha yako, utaona ni sawa tu hata bila kwenda na Biblia kanisani. Roho Mtakatifu kiongozi, amini. Mwambie, katika maisha yangu Roho Mtakatifu, ninaomba uniongoze. Na sasa wanasema kumbe tulikuwa tumesahau, kumbe ni Roho Mtakatifu, kumbe ni utukufu wa Mungu tumeuacha, sanduku la Bwana tumeliacha. Na ndipo wanapokaa na wazee wanasema ya kwamba wanashauriana, ngoja twende tukafuate sanduku la agano la Bwana. Na Biblia inaniambia wakiwa kule kulikuwepo na Phineas. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa huko, wakaenda kulifuata sanduku la agano. Walipoenda kulifuata sanduku la agano, mpendwa, wakawa wanakuja wakiwa na furaha, wakawa wanakuja kwa kishindo kikubwa. Maana anasema kishindo kilikuwa kikubwa, hata wale Wafilisti wakaanza kukisikia kile kishindo. Huenda hapa wana wa Israeli wanaanza kushangilia, wanaanza kurukaruka, na kuwafuata wale wanaokuja na sanduku la agano. Huenda wangeimba, twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu, ametangulia Bwana vitani, twende mbele kwani ndio amini, twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Huenda wakaanza kushangilia na kuimba hizo nyimbo, maana wanasema twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, maana ametangulia kwenye sanduku la agano. Kweli kundi ndogo hili tulilobakiwa la askari, lakini twendeni, maana tuliye naye ni Yesu ambaye ametangulia, maana Yesu na uwepo wa Mungu katika sanduku la agano. Mpendwa, nataka nikwambie, wale wa Wafilisti wakaanza kuogopa, wakasema ni nani atakayetuokoa na miungu hawa wa Israeli? Sasa wana wa Wafilisti walidhani ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wanatumia miungu ambayo ilikuwa inawafanya waweze kushinda, lakini wana wa Israeli walikuwa wanamtegemea Mungu wa mbinguni. Katika ibada ya jioni ya leo, wewe unanisikia, nataka nikwambie, yupo Mungu ambaye anaweza kukuokoa. Acha kukimbilia kwa miungu, acha kukimbilia sehemu ambazo sio msaada. Msaada wa kweli unapatikana kwa Mungu mwenyewe. Msaada wa kweli unapatikana kwa Mungu mwenyewe. Wanaanza
Biblia. Na sasa Wafilisti wanaanza kuogopa, wanasema twendeni kiume wapendwa, maana tusije tukafanywa kuwa watumwa kama vile mapigo yalivyowapiga Wamisri katika kipindi kile. Twendeni kiume, tukaze mwendo, tusije tukafanywa kuwa watumwa. Wendo, nataka nikwambie, wakaondoka. Vita ikaanza kupiganwa. Vita, anasema vita ilikuwa ni kali mpendwa. Wana wa Israeli walitandikwa licha ya kwamba walikuwa na sanduku la agano. Walipigwa, wengine wakaamua kukimbia. Katika jioni ya leo mpendwa, katika ibada ya leo nataka nikwambie, katika maisha yako, huenda unapolala kitandani umekuwa ukiamini, ukiibeba hii Biblia takatifu. Hii Biblia takatifu pasipo kumwamini huyu Yesu wa mbinguni. Hii Biblia unaibeba na unaiweka kwenye kichwa chako, na hauna muda wa kuomba, ukiamini ya kwamba nitakapoweka hii Biblia nitapata ulinzi, hakuna mchawi, hakuna adui yeyote atakayekuja kunivamia. Lakini nataka nikwambie, kuweka Biblia kichwani hakutoshi bila Yesu aliye ndani yako. Usiishie kuweka tu Biblia. Tupo wengi ambao tunadhani ya kwamba kuja hapa kanisani tukiwa tumebeba Biblia, kuja hapa kanisani tukiwa tumebeba tena na mwongozo, tumebeba na vitabu vya roho ya unabii. Inafikia hatua hata tunapotembea tumeanza mabega yetu yameanza kwenda pembeni, maana una mzigo ambao umeubeba, lakini hausomi vitabu hivyo. Maana unakuja kanisani unatamani wajue, mimi nilioko kanisani ninasoma sana, mimi Wanamanga ni mtu wa kiroho sana, lakini hauna mahusiano mazuri na huyu Mungu. Na hivyo unafikiria ya kwamba hizo Biblia na vitabu vya roho ya unabii pasipo kumwamini Mungu vitaweza kukusaidia na kukuondolea wale maadui. Nataka nikwambie, utatandikwa na hata ukashangaa. Wana wa Israeli wanapigwa vikali. Biblia inaniambia ya kwamba watu maaskari 30,000 waliweza kuuliwa. Ni maaskari wengi sana. 30,000 waliweza kuuliwa kwa sababu utukufu wa Bwana ulikuwa umetoweka. Nataka nikwambie, kuna madhara makubwa pasipokuwa kumlea mtoto wako. Umemzaa mtoto wako na Mungu amekupa zawadi ya mtoto, lakini unasema mimi niko bize, sina muda wa kuweza kusali na watoto, sina muda wa kuweza kuwafundisha watoto wangu. Acha watoto watafundishwa tu kanisani, acha watoto watafundishwa tu shuleni, acha watoto watafundishana huko mitaani. Lakini nataka nikwambie, kile ambacho watoto na maovu wanayofanya na hautakuwa na muda wa kuweza kuwaonya, hiyo dhambi haitamla mtoto wako tu, hiyo dhambi itakula hata wazazi, hiyo dhambi hata itakula hata watoto wote, hiyo dhambi itawaua baba mdogo, itawaua wajomba, itaenda kula hata wale wengine ni wanaukoo. Dhambi itawala. Lakini nataka nikwambie, huenda wewe ni kiongozi, katika uongozi wako haukemei maovu katika taifa lako. Katika taifa lako hauna muda wa kuelimisha pale viongozi wako wanapoendelea kinyume. Nataka nikwambie, dhambi hiyo ambayo unaendelea kuiachilia itakula hata taifa zima. Na ndio maana leo tunaona mambo yanakuwa ni mengi. Na dalili moja ya kuweza kukataliwa na Mungu ni kutumia nguvu katika uongozi. Dalili nyingine ya kukataliwa, kuanza kulazimisha. Yaani mzee wa kanisa, ukiona ndani ya kanisa kuna migogoro mingi, yaani kwa sababu yako kila ukiongea ni migogoro mingi. Migogoro ni mingi kanisani, ujue huenda utukufu ndani yako umetoweka. Maana anayeongoza ni Yesu mwenyewe kupitia wewe. Kwa hiyo wewe mzee wa kanisa, kama umeasi, lakini sio wewe mzee wa kanisa, hata unapoonekana ni mtakatifu tu, hauna shida yoyote. Kama umeasi, hiyo dhambi inaenda kula kanisa zima. Kwa hiyo ile kanisa litaonekana
kila utakachoongea kitakuwa tofauti. Dalili nyingine ni kung'ang'ania madaraka. Yaani hata kama ukifanya tofauti, wanakuambia bwana, wewe jiuzuru, achia tuyo ngazi, unaendelea kung'ang'ania. Na huenda kuna benefit fulani ambayo unaipata. Hakuna leo Mungu ambaye ndani yako anakusukuma. Kwa hiyo unaona madaraka ni mazuri kuliko watu unaowaongoza. Ni heri watu wetu wapotee kwa sababu ya madaraka ulionayo. Dalili mojawapo ni kuweza kukataliwa na Mungu. Katika jioni ya leo nataka nikwambie wewe unayenisikia mtandaoni na wale wote wanamanga wanaonisikia, ogopa kukataliwa na Mungu katika jina la Yesu. Usikataliwe. Jisogeze karibu na Mungu atakusaidia katika maisha yako. Eli hakuweza kuwalea watoto wake. Eli alikuwa anawaachia. Huenda alikemea, lakini huenda hakukemea kwa nguvu. Na ndipo watoto wake wanapoasi, Mungu anapata hasira, anaenda kuangamiza. Biblia inaposoma nasema mtu mmoja alipokimbia vitani, ambaye alikuwa mavazi yake yamelaruka. Najaribu kupiga picha hapa, huenda hata alikuwa amechafuka vumbi mwili mzima, anakimbia. Anapokimbia anafikisha taifa la wana wa Israeli, anawapa taarifa ya kwamba maaskari wote asilimia kubwa wameweza kuuawa. Taifa nasema taifa zima liliweza kuomboleza, wakalia sana. Lakini huyu ambaye ametumwa akaamua kwenda kumpatia taarifa huyu Eli. Anasema Eli alikuwa na miaka 98 na alikuwa akikaa katika kile kiti. Hapa anajaribu kupiga picha niliposoma fungu vizuri. Vita ile walikuwa wameweka kambi kwa muda mrefu, kwa sababu leo unaambia anasema Eli alikuwa akikaa malangoni pa hekalu, huku kiti chake akiwa amekikalia. Na hivyo sasa alikuwa anakaa pale ili kuletewa taarifa na mjumbe. Huenda mapigano wameshinda au mapigano wameshindwa. Sasa anapoletewa taarifa anasema ya kwamba taifa, wanajeshi, maaskari 30,000 wameweza kuuliwa na watoto wako wote wawili wameweza kuuliwa. Mpendwa, halikuwa bado amekaa kwenye kile kiti, alikuwa bado hajaanguka, akawa ametulia. Aliposikia wanajeshi wameuliwa, akawa ametulia. Aliposikia watoto wake wawili wameuliwa, akawa ametulia. Aliposikia na sanduku la Bwana, yaani na utukufu wa Bwana umetwaliwa, anasema pale pale akadondoka uzao wa nyuma, akavunjika shingo yake na maisha yake yakaishia hapo. Mpendwa, Mungu na utukufu wa Mungu unapotokea katika maisha yako, unapopotea katika maisha yako, maisha ya kifo yanaanza kusogelea maisha ya kifo. Ogopa uwepo wa Mungu usitoweke katika maisha yako. Huyu Eli anaamua kuondoka, anaamua kufariki pale chini. Huyu mjumbe anapeleka taarifa, huyu mjumbe wapendwa, anapeleka taarifa kwa mke wake, na mke wake alikuwa ni mjamzito. Mpendwa, ngoja turudi nyuma kidogo. Unaposhindwa kuwalea watoto wako, taifa zima, familia nzima na ukoo huenda ukateketea kwa sababu ya watoto wako. Na leo inashangaza kuona mtoto mwenye miaka 10, mtoto mwenye miaka 5, mtoto mwenye miaka 7, unakuta amevaa kasuruali kale kepesi, anatembea barabarani, na mzazi anapoulizwa anasema huyu mtoto amenishinda. Mtoto mwenye miaka 7, mzazi anasema mtoto huyu amenishinda. Unakuta mtoto anaenda kwenye sehemu ambazo ni za starehe, anaenda na kula bata, anaenda pengine anaanza kuonja hata kapombe hapo, anamwambia hapo naonja, kalaza uone kanaendaje hapa, anaonja. Lakini mzazi unapoulizwa unasema mtoto amenishinda. Mtoto wa miaka 7 mpendwa, amenishinda. Lakini umekuwa ukiongea tu kwa maneno. Mtoto, usivae hizo nguo za kulalia na kwenda kutembea barabarani. Mtoto, unajua usiendake pale kwenye vile vilabu, usiendake. Mtoto, unajua usio unaiba hizi hela nikiacha hapa. Na kesho anaiba tena, na kesho tena kirudi unamwambia mtoto, usio unafanya hivi. Unajua Mungu hapendi.
Ni kweli Mungu hapendi. Naomba usifanye hivyo. Mimi mama yako ninahuzunika kweli. Unamchekelea. Kumbe mtoto huyu unatakiwa kwenda hatua ya ziada. Leo ameasi na kesho anarudia lile kosa. Kesho tena anarudia lile kosa. Nenda hatua ya ziada. Chuma fimbo na umwadhibu kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhibu kwa upendo. Na roho ya unabii anasema mtoto wako akikukosea, ukiwa na hasira, akiwa amekukosea, acha. Asante sana. Akiwa amekukosea, acha kukimbilia kumpiga wakati huo. Subiri kwanza mpendwa. Tuliza hasira zako. Baadaye jioni muite kwa upendo. Mwite, mwambie mtoto wangu njoo. Unajua mchana pale ulikuwa umeiba hivi hela, ulikuwa umebeba. Kuna hela nilikuwa nimeiweka hapa. Umeiba na Mungu hapendi. Na usiwe unaiba tena. Mungu hapendi kabisa. Siku moja wataenda huko barabarani, utaiba, watapiga kelele na kukushambulia, utakufa. Sasa mtoto, mimi kwa upendo wangu ninakuadhibu tu fimbo 3. Lala hapa chini. Mtoto analala, unamtandika fimbo 3. Anasimama kwa upendo na unamwambia atulie. Mtoto huyo nataka nikwambie ataenenda vizuri na vile ambavyo ungemtandika kwa hasira. Maana ukimtandika kwa wakati huo, huenda ukampiga sehemu iliyo mbaya, huenda ukazidisha mapigo na kusababisha maafa kwa yule mtoto na kuuma. Mwadhibu kwa utaratibu na mtoto ataenenda katika njia ambayo Mungu anataka. Kama umeelewa sema amina. Leni watoto wenu wakiwa wadogo. Bora mtoto akushinde akiwa tayari mkubwa. Amefikisha miaka 18 aanze kukushinda kuliko akushinde akiwa mdogo kwa sababu ya uzembe na malezi yetu kuwa mabovu. Ni heri mtoto wetu tumlee katika njia impasayo, nayo hata atakapokuwa nini? Mzee. Hamjasema amina. Hamjasema amina. Sasa taarifa hizi zinaenda kupelekwa tena kwa mke wa Phineas. Mke wa Phineas alikuwa ni mjamzito. Na alipokuwa mjamzito, alikuwa yuko karibu na kuzaa. Anapelekewa taarifa ya kwamba taifa la Israeli wameweza kuuliwa. Wanajeshi 30,000 wameweza kuuliwa. Lakini sio hivyo tu. Sio hivyo tu mpendwa. Sio hivyo. Hata Eli naye ameweza kufariki. Lakini sio hivyo, akawa bado ametulia. Sio hivyo tu, akasema na sanduku la agano la Bwana limetwaliwa. Aliposikia na sanduku la Bwana limetwaliwa, mpendwa, anasema maji yakatoka pale. Mtoto akaanza kuzaliwa. Na alizaliwa yule mtoto, huyu mke huyu wa Phineas akiwa na machungu mengi sana. Wanawake waliokuwa pale wakamtia moyo, wakamwambia usilie mpendwa, maana umezaa mtoto mwanamume kama nilivyokwisha kukwambia katika siku za nyuma zilizopita ya kwamba alikuwa ni mkombozi katika taifa la Israeli. Mtoto wa kiume alikuwa ni msaada katika familia. Mtoto wa kiume alikuwa anaandaliwa kuwa jemedari wa vita. Kwa hiyo wanamtia moyo ya kwamba usiogope hata kwa yale yaliyotokea, maana umemzaa mtoto jemedari ambaye ni mwanaume. Umemzaa mtoto mwanaume. Mpendwa, huenda mambo mengi tunayoyafanya huenda ni kweli ni kana kwamba yanatutia moyo. Huenda mambo fulani ambayo tungepaswa kuyaacha na sasa tumeanza kuyapalilia na kuona ya kwamba ni kana kwamba yanafaa, ambayo yanakuja kutufariji katika nyakati fulani, lakini Mungu hafarijiwi kwa kupakwa. Katika maisha yako, acha utukufu wa Mungu uwe ndani yako. Acha utukufu wa Mungu uwe ndani yako. Anaposema amezaliwa mtoto mwanamume, akaendelea kulia.
na akaamua kupoteza maisha yake, akapoteza maisha yake. Na kabla ya kupoteza maisha yake, yule mtoto mwanamume akamwita Ikabodi. Ikabodi maana yake ni neno la Kiebrania, neno la Kiebrania lenye maana ya kwamba utukufu wa Bwana umetwaliwa. Ikabodi ni neno la Kiebrania lenye maana ya kwamba utukufu wa Bwana umeondolewa katika maisha yetu. Utukufu wa Mungu umetolewa. Kwa hiyo anasema ni kweli nimezaa mtoto mwanamume, ni kweli huenda atakuja kuwa mkombozi, lakini kwa kuondolewa na sanduku la agano, mpendwa, utukufu wa Mungu umeondoka katika maisha yangu. Sina sababu tena za kuendelea kuishi katika dunia hii, sina sababu za kuendelea kusurvive, maana hakuna kitu chochote ambacho naweza kufaidika pasipo utukufu wa Mungu. Na ndio maana katika kipindi cha kale wana wa Israeli, utukufu wa Mungu ulikuwa ukionekana pale wingu ambapo lilikuwa juu, ndilo lililokuwa linawaongoza wakati wa mchana, lakini wakati wa usiku nguzo ya moto ilikuwa ikisimama na kuwaongoza na kuwapatia joto katika nyakati za usiku. Pasipo utukufu wa Mungu tutapoteza mwelekeo na kutokuwa na uongozi mzuri, pasipokuwa na utukufu wa Mungu. Pasipokuwa na utukufu wa Mungu. Mpendwa, jioni ya leo ninakutia moyo wewe unanisikia katika channel ya Mswete Gospel TV. Jioni ya leo ninakutia moyo mzee wa kanisa ambaye uko katika kanisa hili la Namanga, mzee wa kanisa ambaye uko kwenye kanisa la Namanga, mpiga kinanda Jeremia, ninakutia moyo. Meneja wangu, ninakutia moyo. Wale wote ambao wamefika katika ibada ya leo, ninaendelea kuwatia moyo. Hakikisha utukufu wa Mungu hautoweki katika maisha yenu. Katika biashara yako, hakikisha utukufu wa Mungu hautoweki katika maisha yako. Katika familia, hakikisha utukufu wa Mungu unaendelea kuwa imara. Fanya ibada za asubuhi, fanya ibada za jioni, ukiwa kazini kwako mchana, omba utukufu katika maisha yako, usiondoke hata siku moja. Katika kwaya zetu, utukufu wa Mungu usitoweke katika maisha yetu. Yote na tole a Yesu, oh yes, katika maisha yako sema yote natoa kote kwa Yesu. Kila siku maisha yangu ninaomba nikukabidhi wewe, yawe mikononi mwako, ili mwangaza wa utukufu uwe ndani yangu. Mpendwa, hakutakuwepo na kufunguliwa kama Roho wa Mungu atakuwa nje ndani ya mioyo yetu. Hakutakuwa na kufanikiwa katika biashara zetu kama Roho wa Mungu hataonekana katika biashara zetu. Hakuna kuwa na nuru na mafanikio katika familia yenye amani kama uwepo wa Mungu hautakuwepo. Lakini nataka niwaambie, katika kanisa hakutakuwa na maendeleo na ukuaji wa kanisa wa waumini katika maisha ya kiroho kama utukufu wa Mungu hautakuwepo katika maisha yetu. Wanafalsafa mbalimbali wamezungumzia pale utukufu wa Mungu unapokuwa ukitokea, nini ambacho kinatokea. Mwanafalsafa mmoja ambaye anaitwa Augustine anasema ya kwamba bila Mungu kile kinachoonekana kuwa nguvu hugeuka kuwa udhaifu.
Pasipo Mungu, kile kinachoonekana kana kwamba kina nguvu, lakini kinaonekana kuwa dhaifu. Yaani hata kama wewe ni mwimbaji, lakini kwa sababu utukufu haupo ndani yako, ni bado tu utaonekana kuwa ni dhaifu. Hata kama wewe ni kiongozi shujaa wa serikali na mtu mkubwa sana, na kila jamii inakutambua, pasipo kuwa na utukufu wa Mungu, bado tu utaonekana kuwa dhaifu. Augustine anasema pasipo kuwa na Mungu, kile ambacho kinaonekana kina nguvu kinakuwa ni udhaifu. Lakini huyu anaitwa John Calvin anasema ya kwamba hakuna adhabu kubwa kuliko Mungu kuacha kuwa katikati ya watu wake. Yaani hakuna adhabu. Ukisikia watu wameuliwa, hiyo bado haijafikia. Ukisikia watu wamepata mateso makali au wamechoma moto, hiyo bado sio adhabu, maana huenda ukauliwa, lakini kwa sababu ulikuwa katika msingi na neno la Mungu, utafufuliwa siku ya mwisho. Lakini pasipo kuwa na Mungu, mpendwa, anasema hakuna adhabu kubwa kama hiyo, maana utakapokufa utateketea milele, hautakuwepo tena duniani. Kwa hiyo katika maisha yako hakikisha Mungu anakuwa katikati yako. Lakini mwanafalsafa mwingine ambaye anaitwa Soren anasema ya kwamba hatari kubwa na kumpoteza Mungu, bali kuendelea kuishi kana kwamba bado yupo. Hatari kubwa si kumpoteza Mungu, bali kuendelea kuishi kana kwamba bado yupo. Yaani hatari iliyopo ni kwamba umelala nyumbani kwako, na ukiwa umelala nyumbani kwako hautambui kuwa kuna maadui ambao wamepanga safari, wamepanga kuja kukuua na kukuvamia katika familia yako. Haujajua ya kwamba kuna watu ambao leo wanaenda kuvunja duka lako. Hakuna hatari kama hiyo. Ndivyo ambavyo kusipokuwa na Mungu, anasema hakuna adhabu kubwa kama hiyo katika maisha yako. Ni heri ufanyiwe jambo lolote, lakini roho na utukufu wa Mungu uwe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo Yesu anatoa wito. Yesu huyu anatoa wito ya kwamba yeye yuko tayari. Roho Mtakatifu bado yuko ndani yetu. Yesu bado anasema nasi kupitia neno lake. Roho wa Mungu anaendelea kusema nasi, ambaye ni Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Anatoa wito ya kwamba asiwepo mtu yoyote ambaye atamkosa huyu Roho Mtakatifu. Hakuna mwanamama yoyote ambaye ataendelea kuja kanisani pasipo kuwa na Roho Mtakatifu. Na jioni ya leo nataka nikwambie, Roho Mtakatifu unaye ndani yako, lakini shida ni kwamba huenda umekuwa haujaruhusu afanye kazi ndani yako. Jioni ya leo nakutia moyo ya kwamba Roho Mtakatifu anapokunong'oneza kwa pole, anaposema fanya hiki, mpendwa, msikie na umjibu na kufanya kile ambacho anakwambia. Jioni ya leo anasema tutoke kwa ujasiri na tuende kwa ujasiri mbele zako, tukiwa tuna shauku kubwa, maana sisi ni maaskari wa Yesu. Na hivyo Roho wa Mungu leo anatuambia ya kwamba twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu, Kristo ametangulia wala vitani, twende mbele kwani ndiye amini. Twendeni askari, watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Piga kinanda, kiendelea kupiga kinanda. Jioni ya leo jeshi la shetani nasema ya kwamba Yesu jina la maji. Nimekuwa nikijitahidi
Jioni ya leo sisi ni maaskari wa Yesu. Jioni ya leo sisi ni majemedari wa Yesu. Hivyo hatuna sababu ya kuogopa. Kwa nini hatuna sababu ya kuogopa? Kwa sababu utukufu wa Mungu upo ndani yetu. Tunatembea kwa ujasiri kwa sababu tuna Mungu ndani yetu. Maana anasema msiogope wale wawezao kuua nyama, lakini wasiweze kuua roho. Ndio, ni kweli wanaangamiza mwili, lakini ambaye anaweza kuiangamiza roho ni Mungu mwenyewe. Tembea kwa ujasiri ukiwa unaamini utukufu wa Mungu upo ndani yako. Karibu kwa Mungu. Baba yetu, Mungu wetu mtakatifu sana, unaishi na kutawala milele zote. Jina lako takatifu na liinuliwe. Amen. Tunakuja mbele yako jinsi tulivyo watoto wako Yesu. Yawezekana katika kutenda kwetu utukufu wako umeshaondoka katika maisha yetu. Pale ambapo tulitanga mbali nawe, hata kufanya dhambi, makosa na maovu yote, Yesu, tunaungana mbele zako. Tunaomba usamehe kanisa letu la Namanga. Tunaomba usamehe kila mmoja aliyeko hapa ndani na hata walio nje. Tunaomba usamehe waumini na watoto wadogo na wazee wetu kwa jina la Yesu. Amen. Baba, tunapokuja mbele yako, tunaomba utukufu wako sasa uwe juu ya maisha yetu. Amen. Tunaomba utie nuru akili zetu na roho zetu zikakupende, na hatimaye Yesu, katika kuishi kwetu tutembee tukiwa na utukufu. Amen. Tusaidie tukuwakilishe vyema kila iitwapo leo katika maisha yetu. Tutumie muda huu vizuri ili Yesu twende kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na watu wengi wakaokolewa katika kazi ya mhubiri wa Injili. Amen. Neema yako iwe juu ya kila mmoja wetu. Ili jioni ya leo Yesu, tunakushukuru kwa mahubiri haya kutukumbusha tena. Tunakushukuru kwa ajili ya mchungaji ambaye umemtumia kama chombo. Tunashukuru kwa sababu sisi pia tumesikia ujumbe huu. Asante kutukumbusha matendo yako makuu ya ajabu, kwamba kwa utukufu wako mambo mengi makuu yaweza kutendeka. Amen. Ninakusihi sasa tusiende tukiwa peke yetu. Yesu, tusaidie. Amen. Tutambue hilo, Roho wako akae ndani yetu, tukawe wanyenyekevu na utukufu wako ukaonekana. Amen. Ikiwa kuna mtu ameingia hapa huenda na haja nyingine tofauti na hiyo, huenda na hitaji la muhimu sana, hata sisi wengine wengi wetu, hata kuna boksi la maombi hapo chini ya mimbari. Tunakusihi msaada wako Baba uliwao kupatia watu wako, tupatie kila mmoja kulingana na hitaji lake. Amen. Asante kwa sababu utafanya hivyo kundi lote hili. Kwa neema yako tunakusihi, andaa maisha yetu kwa ajili ya kuja kwako mara ya pili. Amen. Tunaomba kwa jina la mwanao
Jehova Shalom, Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu utukufu wako unaanza kuonekana ndani yetu. Asante kwa sababu upo tayari kutembea nasi, ni katika jina la Yesu Kristo na wote na tuseme amina.